Kaka, mambo yamekuwa magumu sana kwenye mali zitatutoa roho. Maana tulikuwa tunakitegemea ni tofauti. Sasa mimi hapa ndipo nimekuja na ujumbe kutoka huko kwa wakili, maana ndio wakuta mwenyewe amenichanganya, yani nimevurugwa. Maana si sawa kwa kweli. 70% zinaenda kwa mtoto. Si sawa kwa kweli kaka. Kwa 100% kwamba 70 zinaenda kwa mtoto, 30 zinaenda kwa mama. Sio, unanielewa? Na kwamba haikuwa matarajio. Na kama haikuwa matarajio, hichi kitu mimi sijaelewa kabisa. Naona kama anavurugwa fulani. Sasa mimi binafsi yangu sioni kama ni sawa kabisa kaka. Wewe utaelewa kweli jambo kama hili? Sasa mimi nimekuletea ujumbe uliotoka huko, nimekuletea. Wewe mwenyewe ndio utatafakari, utajua. Fikiria unavyofikiria, lakini hatuwezi kuelewa hichi kitu. Mimi binafsi yangu sielewi kabisa. Kutoka huko tulikotoka tuje tushindwe hapa katikati. Wewe ushayaona? Mimi siwezi hicho kitu. Ujumbe ndio huo kaka. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Justina mwanangu, kuna mwanasheria alikuja huko nyumbani kwenu. Sawa? Mwanasheria huyo bwana kaja na usia kwamba wewe utachukua 70%, mama yako atachukua 30%. Sawa? Hakikisha 70% yako uiweke katika mikono yako. Sawa? Nadhani umenielewa. Baba mdogo, inakueje? Nakumbuka siku ile. Mbona nilipewa, yani mali zote zilikuwa za kwangu. Imekueje nimepewa 70%? Imekueje? Kwa maana nikakwambia kwamba tutalifuatilia. Wala usiwe na asasi. Kwa hiyo ninachokusihi sasa hivi, ukachukue kila kilichokuwa chako ndani, uende kwenye nyumba yako ile nyingine. Sawa? Sawa, haina shida, nitafanya hivyo. Karibu mke wangu. Maana hapa nimekuwaza muda si mrefu, nilikuwa nataka nioshe gari hivyo nikufuate. Za huko utokako? Namshukuru Mungu, nichoka tu. Nipe habari za huko. Kupo huko sio mazuri sana wala sio mabaya sana. Sasa kwa nini sio mzuri sana? Kwa nini sio mbaya sana mke wangu? Katika swala letu la mirathi, Ndio mke wangu. katika 100% zile. Ndio. 70 zimeenda kwa mtoto, 30 zimeenda kwa mama. Lakini hiyo mbona 70 mtoto inamtosha? Sawa. Lakini hatujafikia kwenye swala la finishing bado. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana. Ikifika kwenye sawa basi tutakuwa sawa. Haya bwana mke wangu, maana mimi nilikuwa natoka hivyo nikifuate, kwa vile umekuja basi hamna shida. Haya, karibia ndani. Basi haya, hamna shida. Vipi mume wangu, umerudi tu, umeingia ndani, umebadilisha nguo, umekaa hapo usemi chochote. Vipi za uko msibani? Kangu, huko ni maumivu. Huko ni maumivu. Kwa sababu gani yani nashindwa kuelewa mpaka hapa tulipofikia. Hivi blaza hakunifanyia hivyo kweli mimi? Mimi ndugu yake wa damu. Cha kushangaza kilichotokea huko. Usia wa marehemu unasoma na mtu mwingine kabisa, tena rafiki. Hivi kweli kaka hakunifanyia hivyo mimi? Mimi Usiseme hivyo mume wangu. Yule ni ndugu yako wa damu. Yeye alikuwa na maisha yake na sisi pia tuna maisha yetu. Achana nayo mambo, atakuletea matatizo mume wangu. Hebu tuangalie maisha yetu. Mimi sikutaka mali zake. Ila yule ni ndugu yangu wa damu. Angenishirikisha angalau tu hata kitu kidogo. Sio, unanielewa? Lakini si ile mali zake. Na ndio maana naona mimi napambana na vyangu, lakini yule ndugu yangu wa damu, kakaangu, inaniuma kwa sababu ni kakaangu, tumbo moja. Anamtafuta rafiki. Basi mke wangu, nimekuelewa. Sawa, mimi niko jikoni. Ngoja nikapike nikuandalie chakula. Haya mke wangu, mimi nipo.
Maisha gani sasa tunaishi? Kweli kabisa kakangu. Hivi blaza wangu kweli wewe? Imeniuma sana. Hichi ulichokifanya ni sahihi. Hapana. Umewaza nini? Na umefikiria nini mume wangu? Hivi kweli wewe kumridhisha binti yako mali zote na kunisahau mimi mke wako? Hapana. Hilo halitowezekana. Halitowezekana. Na sitoruhusu mtoto wa mwanamke mwenzangu aje kunitawala mimi. No. Marahaba mwanangu Beni. Beni, hivi umesikia usia uliosomwa jana? Hiyo sio sawa. Kristina hajui mchezo wa watu wazima. Tutamuondoa taratibu. Sasa na kuomba kesho saa 5 ya asubuhi uje nyumbani. Okay, sawa. Ulizani utaniua ili upate kumkabidhi mali mtoto wako? Umeniacha na njaa. Umeniacha na njaa Daudi. Na njaa ulioniacha nayo ni kubwa kuliko hata mapenzi yangu kwako. Daudi. Daudi. Sasa wewe, unaona hii siku ya 5 toka msiba umeisha. Sioni chochote juu yangu. Nyumbani hutaki kuja. Haujui mwenzako nini akiwaza juu yako. Kama msiba ushaisha, mwenzako nina upwiru. Na kuomba njoo nyumbani basi mara moja, Yaani unashindwa kabisa. Kweli hata kunitafuta kwenye simu.
Nijibu basi. Najua kama unanihitaji, ila labda niko kwenye msiba kwa sasa. Ni siku ya 5 tu, msiba bado hujaisha. Zipite kama siku 7 za wiki, ndio nitakuwa tayari kwa hicho unachotaka wewe. Kwani mimi wewe ukinitaji siji? Ila jua huu ni msiba. Hebu jishikilie kwanza. Acha kuendekeza mapenzi msibani. Wewe hujui msiba wewe? Unanipigia simu zako mimi sipokei kwa sababu simu iko kwenye showcase, niko busy na kazi. Msibani hapa kuna mambo mengi, kupika, kuna hichi. Unategemea mimi napokea simu saa ngapi? Nishtukie na upwiru kweli? Nimekaa karibia siku 5 nzima. Msiba gani unaotukua karibia mwezi mzima kwako wewe? Hii familia yenyewe tu ishasahau kama wamezika. Wewe muda wote na msiba na wewe. Au mpaka na mimi niingizwe kwenye hizi kesi kwenye mitandao ya kijamii. Njoo hata kidogo baadaye. Njoo kidogo hata baadaye basi. Mimi nakusubiri. Basi sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Ila vutasoga. Mimi nakuacha kwa wakati huu. Baadaye nitakutafuta. Tafadhali naomba njoo nyumbani kwangu. Sawa. Haya. Beka, mimi nimekuita, lakini uhitaji niliokuitia hapa, nilikuwa nahitaji support yako. Nilikuwa naomba msaada mkubwa kutoka kwako, na ukifanikiwa kunisaidia msaada huu, basi mimi nina imani na wewe utapata mafanikio. Hapa kikubwa ambacho ninachotaka mimi unisaidie kuhusu mali za marehemu mume wangu. Maana huyu binti hakustahili kabisa kupata hizi mali zote, kwa sababu yeye ni bado mdogo sana. Kwa ndio nilikuwa nahitaji unisaidie. Msaada wangu nilikuwa nataka nimwangamize huyu binti, ili mali zirudi mikononi mwangu. Kwa zitakaporudi mikononi mwangu, mimi nina imani na wewe utakuwa bosi. Sio kila siku unawaendesha watu tu, inatakiwa na wewe uendeshwe. Si unanielewa? Ila naomba uwe makini sana na hili jambo. Siri yako iwe yangu, yangu iwe yako. Sawa. Nimekusikia. Na hili jambo kwa kuwa umeniletea mimi, na mimi ni mtu wake wa karibu na Christina, nitakusaidia kitu. Sitokuangusha. Msaada wangu umeupata kwa ahadi ulionipa kuhusu hizi mali. Kwa hiyo usijali. Kuhusu jambo lako umefanikiwa kwa 100%. Niachie mimi. Nitakuonesha jinsi gani naweza kulifanya hili tukio. Good. Ila kikubwa naomba uwe makini, kwa sababu kila unayemuona anakula, anashiba, basi ujue anakulia gizani. Ukila chakula gizani, unakula unashiba. Lakini ukisema ule hadharani, hauli ukashiba. Mimi nataka nikubadilishe maisha yako. Nataka na wewe uwe na kwako, uwe na kazi zako. Sawa, tuko pamoja. Sitakuangusha bosi wangu. Okay. Asante. Unaweza ukaenda. Mana jasiri afika utelezi, nimejikwa na natembea. Kuwa wenzao waona kazi, bila ya Mola wezi toboa. Ndio maana wa kwanza napotea, mwingine nafatia. Na wanadamu hakuna jema talolizika nalo. Yani huwa Bwana Mamboleo. Ndio? Mimi nimekuita sehemu kama hii. Nina mazungumzo nyeti na wewe. Taarifa gani hiyo Mrs. Zanga? Ni mazungumzo mazuri kwa upande wangu na hata kwa upande wako pia. Bwana Mamboleo, mimi ile mirasi ulivyokuja kuisoma, kiukweli pale nilitikia tu, lakini ndani ya moyo wangu bado kabisa sijaiafiki. Na moyo wangu haujaridhika hata kidogo. Hivi inawezekana vipi mume nilioishi naye ndani ya miaka 20
nimemkuta yule mtoto ana miaka 3. Mpaka sasa hivi yule mtoto ana miaka 20 na mume wangu akanipe mimi 30%. Why? Inawezekana vipi hicho kitu? Mrs. Sanga, unajua hayo ni maamuzi ya mumeo. Kukupa wewe 30% na binti yake kumpa 70%. Sidhani kama kuna matatizo hapo. No. Jua maamuzi yake. Na mimi ule muda wangu niliopoteza kwake. Unausemaje? Nimepoteza muda bali. Muda wa kulea mtoto wake ni jukumu lile. Muda wa kumlea yeye ni jukumu lile. Na muda niliopoteza kutafuta vyangu kwa nguvu zangu kwa ajili ya kumlindia mali yake ni jukumu vile vile. Ilipaswa mimi ndo nipate 70%, yule mtoto apate 30%. Kwa sababu kwanza umri wake ni mdogo sana. Hastahili kabisa kupata ile mali ya 70%. Sasa kuna mchezo nataka niucheze. Na huo mchezo hauhitaji hasira, si kwako wala si kwangu. Hayo ni maamuzi gani? Sasa nisikilize. Mimi nataka nimtaifishe mtoto hizi mali. Nataka zirudi mikononi mwangu. Mimi ndio niliopata tabu na ndio niliopata shida mpaka zile mali yule mtoto anazikuta. Inakuaje kwa rahisi yule mtoto aje anivimbie mimi? Aje anitambie mimi? Hey. Mrs. Sanga. Una ujasiri la kufanya hili? Nilivaa ngozi ya chui kabla mzee Sanga hajafariki.